Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 27 inasema Mungu akamwambia Musa, amri hii iwe ni ya milele, Pasaka. Amen. Tulifundishana hayo katikati, wengine hamkuwepo. Kwa hiyo tutamtafuta yule ambaye aliandika akusaidie na tusitakurudi nyuma sababu ya muda wangu na dakika tu chache niliweke sawa. Haleluya. Haleluya. Tukasoma kwa haraka sana. Wiki mbili za mfungo wa maombi na kujifunza na kuendelea kujifunza kwa ajili ya kitu kinaitwa Pasaka. Wazungu wanasema Passover. Kwa nini wazungu wanasema Passover? Ni kwa sababu Mungu akamwambia Musa, kila nyumba iandae mwana kondoo mume wa mwaka mmoja au mbuzi mume. Sisi tunataka beberu, si kwa kiruga mbele. Na kondoo si tunahitaji. Sawa? Mbuzi utachinjwa huyu mbuzi kama Pasaka au mwana kondoo kama Pasaka. Ile damu itapakwa kwenye mimo ya mlango na kizingiti cha juu. Alafu mimi nitaagiza malaika. Huyu malaika ataingia kila nyumba ya Mfilisti. Na mji mzima na nchi nzima ya Filisti malaika ataingia. Sasa ili muwe salama, mnahitaji damu ya mwana kondoo kama Pasaka ya ondoleo la dhambi na ushindi kwa maisha, kama wokovu kwa maisha kutoka katika nchi ya Misri. Lakini mimi malaika nitakapomtuma akiona damu kwenye mimo ya mlango, sitaruhusu malaika aingie kuangamiza mtoto wa Israeli yote ndani ya nyumba. Lakini kama kuna nyumba haitopakwa damu, maana yake nitaingia kwenye hiyo nyumba, nitapiga mzaliwa wa kwanza, nitaua, alafu nyinyi mtatoa kwa ishara hii. Kwa Pasaka inabeba maana ya ukombozi. Sema amen. Tukajifunza maeneo mengi ambayo Musa alisaidia wana wa Israeli. Kitabu kizima cha Kutoka 12 kinaeleza namna ya Pasaka ilivyokuwa. Lakini tukafika mahali nikasema hivi, kitabu cha Yoshua sura ya 5 nikasema hivi, Pasaka imekuwa inakuja inakamilishwa Pasaka kwa sababu ya matukio fulani. Yaani kuna jambo Mungu atalifanya kwa ajili ya kumbukizi kwa wana wa Israeli. Amen. Kuna kitu Mungu huwa alikuwa anakifanya. Tunaona Yoshua sura ya 5, Yeriko ilianguka majira kama haya ya maandalizi ya Pasaka. Amen. Amen. Na Mungu anamwambia Yoshua wajitahidi waandae mwana kondoo kwa ajili ya ondoleo la dhambi, lakini pia afanyike huyo mwana kondoo kama Pasaka ya watu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hivi, zamani Pasaka alikuwa lazima atolewe mwana, sema kondoo, mwana kondoo. Kwa sauti, mwana kondoo. Ilikuwa lazima atolewe mwana kondoo ili atakase maisha ya watu. Kwa hiyo kama sio Yesu kujitoa kama kafara kwa ajili yetu, maana yake hapa leo ungekuwa una pesa au una pesa, utafute kondoo upate kutakaswa. Kama sio Yesu kujitoa kwa ajili yetu, maana yake hapa sasa tunapoenda majira ya Pasaka, ili kila mtu hapa awe na mbuzi kabeberu kale kadogo, ili Pasaka ikamilike. Lakini Mungu akaona tokea kitu cha enzi kwamba maisha yanaendelea mbele. Sitampata mama ambaye anaweza kutoa kondoo, sitampata kijana ambaye anaweza kununua kondoo au mbuzi. Pia inawezekana wanyama wasiwepo. Kuna baadhi ya maeneo wanyama kama hao hamna kabisa. Kama hapo idadi yao ni ndogo kuliko kijiji kilivyo. Kwa hiyo nikisema niendelee na utaratibu nitakosa watu wangu ambao niliwafanya kwa mfano wangu. Ikabidi sasa soma kwa Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Chapu msomaji wangu. John chapter 1 verse 29. Yohana sura ya 1 mstari wa 29, neno linasema, ndio siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake. Anasema siku gani? Wote tuseme siku gani? Ya pili. Usisema wasema. Anasema siku gani? Kwa sauti, siku gani? Ya pili. Anasema siku ya pili yake ameona nani?
Ameona kwa hapo tukao. Ameona nani? Yesu. Ameona Yesu afanye? Anakuja kwa kimati. Alikuwa anamfululiza hizo siku kufundisha. Alikuwa anamfululiza hizo siku kubatiza watu. Alikuwa anafanya ubatizo kama ondoleo nini? La saba. Lakini anasema Yohana amuona Yesu anakuja mbele yake siku ya pili. Akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anasema hivi, kwanza amuona Yesu. Yeye Yohana amuona nani? Amuona Yesu. Lakini anawaambia watu, sikilizeni, namuona Yesu yule anakuja. Lakini ndani yake watu anaambia, jamani sikia, yule ndiye mwana kondoo akichukua dhambi za ulimwengu. Anakuja nani? Mwana kondoo akichukua dhambi. Kwa maana Yesu ndio Pasaka wa leo. Sema mimi nakupa. Amen. Yesu ndio nini? Kwa anasema hivi, anamuona Yesu anakuja siku ya pili yake. Alafu anawaambia watu, mwana kondoo akichukua dhambi za ulimwengu. Endelea. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu. Anasema hivi, kabla sijawabatiza niliwaambia mimi nafanya tu nilimradi, lakini kuna mmoja ambaye anakuja nyuma yangu. Huyu yeye mimi sina uwezo hata wa kuvua bidhamu za viatu vyake. Anasema huyu ndiye mwana kondoo akichukua dhambi za ulimwengu. Sema dhambi za ulimwengu. Dhambi yako amebeba Yesu. Sema mimi nakupa tena. Mateso ya maisha yako amechukua Yesu. Sema mimi nakupa tena. Sababu yote ambayo ilikuwa inakutesa inakuolea wewe ukijiconnect kwa Yesu, ushindi unakuwa upande wako. Endapo utajiconnect kwa mwanaume, maana yake umeruhusu nguvu ya Yesu ije kwa upande wako. Sema mimi nakupa tena. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema nalimuona Yesu akija siku ya pili. Yeye ndiye mwana kondoo alichukua dhambi za ulimwengu. Kwa maana alikuwa kabla yangu. Nasema huyu ndiye neno habari zake kabla. Kwa sababu yeye alikuwa kabla yangu mimi ndio mnanisikiliza. Wala mimi sikumjua. Hata mimi mwenyewe sikumjua. Lakini kusudi lake adhihirishwe kwa Israeli, ndio maana mimi nilikuja nikibatiza kwa maji. Anasema kusudi lake Yesu adhihirishwe kwa wana wa Israeli. Ndio maana mimi nimekuja nikiwabatiza kwa maji. Ila yeye anakuja ndiye atichukuae dhambi za ulimwengu. Amen. 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 Waebrania? No, hebu soma Wakorinto wa kwanza sura ya 5. Kwa sababu ya muda anayeandika andike mstari wa 7, mstari wa 5 hadi wa 7, anayesoma soma mstari wa 7. Wakorinto wa kwanza sura ya 5. Ndio. Mstari wa 7 inasemaje? Mstari wa 7 neno linasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Anasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Maana yake maisha mlioishi zamani, jisafisheni mkaitoe ile chachu ya kale. Mpate kuwa donge jipya. Anasema ili muwe donge jipya. Maana yake alama nyingine ambayo ina upya wake, ina utofauti wake. Alama nyingine mfanye upya, kwanza mjitakase. Pasaka ni kujitakasa. Ukofu unaingia nyumbani mwetu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa maana vile mlivyo hamkuwa chachu. Anasema mjitakase kwa sababu vile mlivyokuwa hamkuwa chachu au donge. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Anasemaje leo tena? Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Yesu ndio nani? Pasaka. Ndio nani? Pasaka. Pasaka wa sasa tunamaanisha ukombozi. Sema ukombozi. Ukombozi. Sema tena ukombozi. Ukombozi. Pasaka tunamaanisha nini? Ukombozi. Na ukombozi ameuchukua nani? Pasaka wetu wa sasa ameshafanyika sadaka. Anaitwa nani? Yesu. Kwa hiyo kama si Yesu kujitoa, maana hata leo ukamilisho wa Pasaka ulikuwa ni lazima uchinje mwana kondoo.